Palipokucha asubuhi, Sara anaonekana chumbani akivaa. Mara baba yake wa kambo akaingia mule chumbani. "Baba, ni wewe?" Baba anasema, "Sara, sikujua kama nitakukuta upo nusu uchi." Sara akajiangalia na kusema, "Nusu uchi?" "Ndiyo, ila baba, si unaona kabisa nimevaa bra pamoja na taiti." Baba akabadilisha mada na kusema, "Naona bado unajiandaa kwenda shule." Sara akasema, "Nilisahau kuweka alarm jana usiku, kwa hiyo nimechelewa kuamka. Ila usijali, namalizia kuvaa tu." "Basi sawa, nakusubiria kule chini." "Baba, subiri, usiwe na haraka. Tafadhali njoo na unisaidie kuifunga bra yangu." Kisha Sara akageuka. "Baba, tafadhali njoo, muda unazidi kwenda." Baba akaichukua nguo iliyopo kitandani na kumuuliza, "Hii nguo ndio unayoitaka kuivaa?" "Ndiyo baba, na ni nzuri. Je, umeipenda? Lakini mbona ni fupi sana na itakufanya watamanisha watu kimaaba." "Baba, ndiyo maana yake. Natakiwa niwavutie wanaume ili nipate mwanaume." Sara akajifikiria kisha akasema, "Au labda wewe utanioa?" Kisha akacheka na kusema, "Nakutania tu. Tafadhali sasa njoo nisaidie kuifunga, muda unazidi kwenda." Basi baba akamsogelea na kuifunga bra yake. Kisha Sara akaichukua nguo yake na kuivaa. Baada ya kuivaa, baba yake tena ndo akamfunga zipu yake ya mgongoni. Sasa baadaye Sara anaonekana akiongea na rafiki yake anaitwa Ani. Ani anamwambia kuwa kama aliingia chumbani kwako, kwa nini haukuitumia hiyo nafasi? Sara anasema, "Sio rahisi kama unavyofikiria, lakini nilijaribu." Ani anasema, "Ni bora uitumie kila nafasi unayoipata, kwa sababu ukishindwa mimi nitakuja kumbeba." Sasa issue ni kwamba Sara anampenda babake wa kambo na anajaribu kila njia kumtega. Sasa Ani anaona kama Sara anazembeza nafasi anazozipata. Basi Sara alikuwa anafikiria afanye kitu gani ili amtege babake wa kambo kimapenzi. Usiku ulipofika, baba wa kambo anaitwa Gabriel anaonekana akimchungulia mke wake aone kama amepitiwa na usingizi. Kisha akaichungulia nyashi yake na kuanza kupitisha mikono yake akishikashika. Mama anaitwa Doris anashtuka na kusema, "Tafadhali acha, nimechoka, nahitaji kulala." Gabriel hataki kuelewa, akaanza kulazimisha mipinduko. Doris akaongea kwa sauti ya ukali, "Gabriel, hebu acha. Nimekwambia nimechoka na kesho nina kazi nyingi za kufanya." "Una maana gani kusema umechoka? Mimi mwenzio muogo wangu umekuwa mgumu, wewe muangalia. Nipe tu nionje hicho kitu changu. Kama muogo wako umekuwa mgumu, nenda uwani. Kule kuna maji na sabuni, nenda kajimalize." "Kwa hiyo unataka nikatumie sabuni?" "Ndiyo, nenda." "Lakini wewe si mke wangu, unawezaje kuniambia niende nikatumie sabuni?" "Basi kama umechoka, wewe hata usijali, wewe lala tu. Mimi nitafanya kila kitu, hata kama itafika dakika 2. Ikigusa tu nyama nitawamwaga wazungu." Doris anasema, "Unataka nilale kama gogo?" Gabriel kusikia hivyo akawaka. Anasema, "Hii ni haki yangu, nipe. Au labda kuna mwanaume mwingine unampatia huko nje?" Nyamaza, hivyo una shida gani? Kila siku mapenzi mapenzi. Kwa hiyo tutaenda kula mapenzi kwenye hii nyumba? Niambie, tutakuwa tunakula mipinduko? Kila siku naenda kufanya kazi ili tuweze kula humu ndani, lakini wewe unachozungumzia ni kufanya mapenzi tu kila muda. Mimi nimechoka, wewe nenda tu uani na ukajimalize. Ifanye teleze vizuri kwa kutumia sabuni, itakusaidia kumaliza shida zako." Gabriel anasema, "Kwa hiyo unanikumbusha kuwa mimi sina kazi? Haya yote yanatokea kwa sababu nimeipoteza kazi yangu miezi 2 iliyopita." "Doris, ni nani anaichoma nyashi yangu?" "Doris, ni nani unampatia nyashi yangu? Niambie Doris, ni nani unampatia nyashi yangu?" Akiangalia ndo anazidi kupagawa. Gabriel akaona usintanie, akaanza kulazimisha tena mipinduko. Sasa baada ya kushindana chumbani, wakaja sebuleni na kuanza kubishana kuhusu kupeana mipinduko. Sasa wakati huo wanabishana, kumbe Sara alikuwa anawasikiliza. Akajua moja kwa moja kuwa mamake anagoma kumpatia babake wa kambo mipinduko. Palipokucha asubuhi, Doris anaonekana anaongea na simu na bosi wake mbele ya mume wake Gabriel, na bosi wake akamwambia Doris kuwa wakutane hotelini kwa ajili ya kikao. Gabriel kusikia hivyo akasema, "Yaani unapanga kwenda kukutana na mwanamume hotelini mbele yangu?" Doris akasema, "Huyu unaongea nini bosi wangu? Na hotelini tunaenda kukutana kwa ajili ya kikao, hamna kitu kingine. Hata kama lakini haibadilishi kuwa unaenda kukutana na mwanaume hotelini. Ila sawa, kafanye tu jinsi unavyojisikia." Basi Doris akaondoka. Ilipofika usiku, Gabriel baba wa kambo anaonekana akimnyatia tena mke wake Doris ili anataka kumshika tu. Doris akajitingisha. Basi Gabriel akaacha. Kisha Gabriel akaanza kujisemea moyoni kuwa haya ni maisha gani? Hivi kweli niweza kujitokeza mbele pale ambapo wataita wanaume waliopo ndani ya ndoa? Mke wangu sasa hivi anaondoka asubuhi sana na anarudi usiku muda anaotaka, na pale ninapotaka tendo kutoka kwake ananiambia kuwa amechoka. Au kuna mtu mke wangu anakutana naye ndio maana akirudi nyumbani huwa ananiambia amechoka? Huyu mwanamke atakuwa ananisaliti, kwa hiyo sitakuja kumwomba tendo kamwe. Muda huu anaongea kimoyomoyo, analiona zigo linacheza tu hapo kitandani. Sasa leo Ani akaja nyumbani kuona Sara kuna sehemu anataka kwenda. Baba wa kambo akasema, "Mimi pia sina kazi yoyote hapa nyumbani, kwa hiyo mnaonaje niende pamoja na nyie?" "Baba, una uhakika?" Baba akasema, "Nenda ukanipatie funguo zangu za gari chumbani." Basi Sara akazifuata. Baba Tais kwanza akaivua miwani yake kichwani na kuanza kuingatangata mdomoni, kisha akamwambia Ani kuwa wewe ni mrembo. "Asante, nimeipenda shape yako." "Asante. Je, una boyfriend?" Ani akatikisa kichwa chake, "Mzee ni kucheka tu." "Je, unapenda kubwa au unapenda ndogo?" Ani ndio amini anachokisikia. Baada ya kutoka nje, baba wa kambo akaendelea kumwagia tu swaga Ani. Sara kuona hivyo akamvuta babake wa kambo. Kumbuka pia yeye anamtaka babake wa kambo kimapenzi. Basi wakapanda gari na wakaondoka. Mida ya usiku, baba wa kambo na binti yake ndio wanaonekana kurudi nyumbani. Mama akauliza, "Mlikuwa wapi?" "Nilikuwa nawapigia lakini mkawa mpokee simu." Gabriel anasema, "Simu zetu zilikuwa kwenye silent mode na mimi sikuiona simu ikiita." "Je, yako iliita?" Sara anasema, "Hapana, lakini mbona umerudi mapema? Leo kimetokea nini? Unamaanisha nini?"
nini? Sasa hivi ni saa 3 usiku. Gabriel anasema huwa unarudi mida ya saa 5 mpaka saa 6 usiku, na huwa anapojaribu kukuuliza huwa unapandisha sauti yako. Kwa hiyo haya yote unalipiza kisasi. Kulipiza kisasi? Hapana, na kama unavyoniona nimerudi nyumbani na furaha, kwa hiyo sitaki kuiharibu. Vipi kuhusu wewe, si una furaha? Ndiyo baba. Basi sawa. Kisha akaondoka. Subiri hapa, mlikuwa mmeenda wapi? Sala akamwangalia babake na kusema, mama, unaonaje umwache tumbo aliyelala aendelee kulala? Kisha naye akaondoka. Sasa leo asubuhi Sala akaja na kuwasalimia wazazi wake wote wawili, babake wa kambo na mama yake. Kisha akasema, baba, darasa letu la leo limeahirishwa, kwa hiyo sitaenda shule, nitabakia tu hapa nyumbani. Baba akasema hiyo inapendeza. Sasa Doris akamwambia mume wake Gabriel kuwa nipeleke leo kazini. Gabriel akasema nimechoka, na kwa vile Sala haendi shule leo itakuwa nibaki tu hapa nyumbani ili nipumzike. Basi Doris akamka na kuondoka zake. Baada ya kuondoka tu Sala akaja na kumkalia juu babake. Usiku ulipofika, leo Doris anaonekana kumshika mume wake Gabriel kwenye muogo wake na kisha kumpandilia juu na kumkalia. Leo anataka mipinduko. Sasa bila kujua binti yake Sala ameshaichukua nafasi yake. Gabriel kushtuka akamsukuma, shida nini? Tafadhali leo nina hamu, nipe tu kidogo. Sikiliza, mimi sipo kwenye mood na kwa hiyo hatutachukua muda. Gabriel na yeye leo anasema nimechoka. Umechoka? Umechokaje sasa wakati ulikuwa hapa nyumbani tangia asubuhi na ufanye chochote? Mimi ndo natakiwa niwe nimechoka kwa sababu ninaenda kazini kufanya kazi. Kwa hiyo unataka nikumbushe kuwa mimi sina kazi? Sasa nenda kaitangazia dunia nzima kuwa mimi sina kazi. Basi nipe hata sekunde 5 tu na kweli sitachukua muda. Yaani sekunde 5 tu na tunamalizana. Niache, nimesema mimi sina mudi na nimechoka. Au yule jamaa naye kulizishaga mpaka ukija nyumbani unanyenyima kakuacha. Lakini mpenzi na kuhitaji. Niache, baki na mwili wako, baki na shape lako. Mimi sipo kwenye mood. Unajua kabisa mimi tayari nimeloa. Basi Gabriel akalala zake. Doris akabaki anajishikashika tu bila kujua mtoto wake Sala ndio kampindua kwa mume wake mpaka anagoma kufanya naye mapenzi. Baada ya wiki moja kupita, leo asubuhi baba wa kambo na mke wake Doris walikuwa wanapata kifungua kinywa. Mara anakuja Sala na kuambia kuwa sijisikii vizuri tangia jana usiku. Baba wa kambo akasema, unaonaje nilikuwa natoka nikushusha hospitali? Sala akasema hata usijali, baadaye nitaenda pharmacy mimi mwenyewe. Hata hivyo Ani anakuja baadaye. Mama akamuuliza, una uhakika utakuwa sawa? Ndio, nitakuwa sawa. Basi mama akamka na kuondoka zake. Baadaye Ani anaonekana kufika, akakana kumuuliza Sara, hivi nimekusikia vizuri kwenye simu? Sala anasema ndio, umenisikia vizuri, nina mimba. Nini? Sala, kwani shida nini? Mbona unapiga kelele? Kwa hiyo ni mimba ya nani? Nani mwingine zaidi ya babangu? Ani akashangaa, kwani shida iko wapi? Itakuwaje pale mama yako atakapogundua? Kwani ni nani anayejali? Mimi nampenda. Hata hivyo bado hajampatia mtoto, kwa hiyo hii itakuwa ni rahisi. Lakini huo ulikuwa mpango wetu. Kwa hiyo mpango wetu ulikuwa ni upi? Niambie, mpango wetu ulikuwa ni upi Ani? Kwanza ulitakiwa na furaha juu yangu. Huyu sio Ani ninayemjua. Ani kusikia hivyo akabadilika na kusema, kwa hiyo unaenda kuwa mama? Ndio maana yake, na mimi ninaenda kuwa anti. Sasa je? Basi wakawa nafurahia pale. Sasa umekuwa yule Ani ninayemjua, sio kama yule aliingia mchumbani mara ya kwanza. Lakini mimi naogopa, sijui mama yako atalichukuliaje hili jambo. Ani nimeshakwambia mimi sijali, nampenda huyo mwanaume. Mbona unakuwa hivyo? Kwani usi ndio ulikuwa mpango wetu? Ani una shida gani? Ani akasema na furaha juu yako, na ujiandae kuleta pesa za Pampers. Ani akasema baba yake si yupo, atazinunua. Basi wakawa nacheka tu mwele chumbani. Sasa mida ya usiku Sala anaonekana ajisikii vizuri tena. Basi babake wa kambo na mama yake wakawa namwangalia mwele chumbani. Kisha mama akasema, kitu cha kwanza kesho asubuhi nitakupeleka hospitali, sawa? Sala akakubali. Je, unahitaji chakula? Sala akasema hapana. Palipokucha asubuhi, Sala anaonekana amebanwa na mama yake pamoja na rafiki wa mama yake. Wameshagundua ukweli kuwa Sala ana mimba. Sasa wanataka kujua hiyo mimba ni ya nani. Sara, ongea na mimi ni mama yako. Unatakiwa uniambie ni nani aliyekupa hiyo mimba. Niambie tafadhali, ongea na mimi. Rafiki wa mama mtu naye akasema, Sala ongea kitu, ni nani aliyekupa hiyo mimba? Sala akasema ni baba. Wote kusikia hivyo wakapatwa na mshtuko. Doris ndio akesi kama kuchanganyikiwa hivi. Basi akatoka pale na kumfuata mume wake ndani. Doris anafika na kusema, unawezaje kuuvunja moyo wangu? Akamlukia, unawezaje, na kwanza kumpiga. Rafiki yake akamvuta, umenifanyia hivi mimi? Mimi sijawahi kukusaliti hata siku moja, lakini umenifanyia hivi mimi kwa binti yangu, tena binti yangu nilimwacha chini ya uangalizo wako. Niache. Doris ni kumpiga tu. Rafiki yake naye ni kumzuia, unawezaje? Mara anakuja binti yake Sala na kusimama mbele yake. Mama, acha. Ni kitu gani kinachokufanya ujione una haki ya kuwa na hasira wakati umeshindwa kuwa mke bora? Gabriel macho amemtoka tu. Nilikuwa namsikia jinsi alivyokuwa na kuomba kila usiku utimize kazi yako kama mke. Ndio, nina mimba yake na nampenda sana. Mama kakaa kwanza chini, anaweza kuchanganyikiwa. Wakati huo Sala anaonekana kumliwaza mpenzi wake ambaye ni babake wa kambo. Doris akamka kwa hasira na kusema, nataka uondoke ndani ya nyumba yangu. Nimesema ondoka. Akamsukuma binti yake pembeni. Basi Gabriel akamka na kufuata vilivyo vyake chumbani. Sala akaanza kulia, mama hapana, mama tafadhali, nataka ufunge mdomo wako, kaa kimya. Basi Gabriel anaonekana kutoka nje na begi lake. Sala anasema, baba tafadhali usiondoke, siwezi kuishi bila wewe, usiondoke. Doris anafika na kusema, Gabriel, kwa nini umenifanyia hivi? Yaani umenivunja vipande vipande. Akampiga, kwa nini umenifanyia hivi mimi? Mama mwacha, umeshindwa kuwa mama bora na mke bora, na haya yote yaliyotokea ni makosa yako. Nisikilize, nimembebea mtoto wake na nampenda. Mama akisikia hivyo ndo anaweza kuchanganyikiwa kabisa. Baba tafadhali usiondoke.
tuondoke, kisha Sara akakimbilia ndani. Mara anaonekana na yeye pia kutoka nje na begi lake la nguo. Mama anasema uendi popote. Mama mwacha, nimembebea mtoto wake na nampenda sana. Kama uwezi kumruhusu kukaa kwenye hii nyumba, basi na mimi naondoka naye. Sara akaja na yeye kupakia begi lake la nguo kwenye gari la baba mpenzi wake. Mama ni kulia tu, Sara usinifanyie hivi. Baba twende. Basi wakaingia kwenye gari. Mama mtu Doris muda huo ni kulaani tu. Kisha wao wakaondoka zao. Basi Doris akabaki analia tu pale chini. Hii movie ni funzo kwa wanawake waliopo kwenye ndoa. Jamani, msiwabanie wanaume zenu. Na huo ndio unakuwa mwisho wa hii movie. Subscribe na turn on notification bell ili tuweze kukutana kwenye video nyingine. Bye.